Bana, I mean no offense, lakini nimepita TikTok nimekutana na posti nyingi sana ambazo zinajaribu overhype hii movie ya Nemesis. Don't do anything stupid. These guns are real and our intent is malicious. Hands behind your fucking back. Hurry up. Mpaka wanafikia hatua wanaifananisha na movie ya Prison Break. Damn. Bro, just imagine Prison Break unaifananisha na Nemesis. I have instructions to shoot at the first sign of aggression. Please. I'm asking you respectfully. Drop the weapon. Kneel. Put your hands on your head. Kneel only to God. Don't see him. Of course, Nemesis ni movie kali na nimependa the way ambavyo director ameiweka kwenye more American culture. Story yake ni nzuri lakini ni very narrow and shallow. Huwezi kufananisha na movie ya Prison Break. Tukianza na Nemesis, hii ni movie ambayo inamhusu mshikaji ambaye anaitwa Isaiah Styles, mshikaji ambaye ni polisi, na ukiachana na maisha yake ya polisi, ana familia yake ambapo ana mke wake ambaye anaitwa Kendlin Styles na mtoto wake ambaye anaitwa Noah. Sasa huyu mshikaji ametengana na familia yake kwa sababu tu yuko busy sana na masuala ya kazi, na kitendo hicho kikampelekea mke wake separate na yeye, na kila mtu akawa ameshika 50 zake. Mke wake anaishi huku na yeye mshikaji akawa anaishi huku, lakini bado akawa wamebaki kuwa mke na mume. So I think hiyo ilikuwa ni kitendo tu cha kutaka kupeana discipline kwenye kuhusu ndoa yao. Lakini pia mshikaji ana babake ambaye anaitwa Amos Styles ambaye ana ugomvi naye, au unaweza kusema kwamba ana beef naye la muda mrefu sana. Na ukiangalia kitu ambacho kinasababisha Isaiah amkasirikie au amchukie babake ni kwa sababu babake ni gangster. Though ana claim kwamba amebadilika sasa hivi, lakini tukicheki movie yetu mpaka mwisho tunakuja kugundua kwamba mshikaji bado hajabadilika. Bado amebakia kwenye mienendo yake ya ugangster ya zamani. Na tunapozungumzia ugangster sio tu uhuni kama tunavyojua Bongo kwamba hawa wahuni ambao wanaimba singeli na nini kwamba wanavaa vikaptula wanashusha chini. No, it's more than a thug. Yani ni more than that. Mtu ambaye yani ni more than muuaji. So that's the reason why Isaiah Styles anamchukia babake. Ukiachana na hiyo party, Isaiah ana kitu ambacho amekibeba moyoni, ada ya askari mmoja ambaye alikuwa bado hajakamilika, design like he was a field student, na yeye ndio kama alikuwa supervisor wake, ambaye aliuawa akiwa naye kwenye moja kati ya operation mtaani ya kutaka kuwakamata majambazi ambao walikuwa wakiongozwa na Courtney Wilder. So that's a few kutoka kwenye upande wa movie ya Nemesis. Lakini tukija kwenye upande wa movie ya Prison Break haihusu tu ku break from the jail. It's more than that. Tunaona Prison Break imebeba wahusika tofauti ambao pia wamebeba theme tofauti. For instance, tukianza na Jonah Bruce, huyu ni drug cartel master, yani muuza madawa ya kulevya ambaye mpaka yuko jela bado biashara zake za madawa ya kulevya zinazidi kuendelea huko nje na magenge yake ya uhalifu still yapo on top. Lakini pia tunakutana na mshikaji ambaye anaitwa T-Bag. Huyu mshikaji bwana, yeye ameportray theme nyingi sana, lakini main theme ambayo ameportray, kumlea kwako mwanao kunavyoweza kuja kuathiri the whole life yake hapo baadaye. Tunaona Bagwell alitiwa jela kwa makosa ya kulawiti na kubaka watoto wadogo, kitendo ambacho kilisababishwa na baba yake ambaye alikuwa akimfanyia hivyo pia akiwa mdogo. Lakini pia tuna mwamba anaitwa Fernando Sukari. Huyo mshikaji bwana, yeye alijikuta nakamatwa na kufungwa jela kwa sababu ya usaliti. Yes, tunamwona mshikaji fulani ambaye alikuwa ni besti wake sana mtaani, lakini end of the day anakuja kumsaliti na kumchomea kwa polisi just to amuwini mchumba wa Fernando Sucre. So hiyo ni baadhi tu ya themes ambazo zimekuwa carried na different characters kwenye hii movie ya Prison Break, ambazo zinaonyesha kwamba this movie is bigger than Nemesis. Na hapo bado sijamgusa mshikaji mwenyewe ambaye ndo movie yenyewe sasa, Michael Scofield, ambaye ndo amebeba theme nzima ya movie hii. Lakini pia kuna wahusika wengine ambao wamebeba theme tofauti like Bradley Berrick, afisa magereza ambaye anarepresent wale magereza wala rushwa wanoko. You know that? So you can see it by yourself. Kuichambua movie ya Prison Break, it will need you having a pen and a book. Itakuhitaji uwe na daftari na peni uweze ku note down themes tofauti ambazo zimekuwa portrayed mle ndani, tofauti na hii movie ya Nemesis. It has a narrow story, like unaweza ukaichambua hata dakika 5 nyingi.
Mimi ni the baddest boy Mbabe Ninja in town. Hii hapa ni Landlord Reaction. Big time.